kazi zingine because me I can't afford that. Na sitaki kurudi kwa Sara Seremu SRC kumwambia aongeze mshahara kwa sababu akiwaongezea wajumbe watataka kuongezewa na kila mtu atataka kuongezewa. So sit down, let us serve our country with commitment. Alafu akituambia kitu moja. Finally, before you leave, let me tell you one thing. Kuna watu ambao walipigania uhuru wa nchi hii. Some of them are not alive. Their bones are in the graves of this country somewhere. Watu nani anawalipa madola? Na wao ndio walitufanya sisi tukapata uhuru. So from there we were challenged that, you know, for our country to move forward, wananchi, lazima tujitolee sisi wote. And if the sacrifices we are going to make, some of us, is to either defer ambitions or find a way of working with each other, it is worth it and we will do it so that we move our country forward. Na nyinyi wenyewe pia, tafadhali wananchi, tukianza kuzungumza vile tunazungumza, muzingiwe na hizi porocho za huku kuambiwa huyu ameenda hivi, huyu anafanya hivi namna hii. Tuko tayari. Kazi ya kuongoza nchi na kazi ya kuendesha nchi sio kazi ngumu. Watu wengine walikuwa wananiuliza eti wewe tunataka urudi kwa public life. Are you serious? Nikasema there is no time in my life I've never been serious. Because wakati nilikuwa Minister for Education, mimi kazi sio shida kwangu, na kwanza kazi ikitajwa mimi nachangamka sana. Nilikuwa hapa nafungua container ya mtihani saa 9 usiku. Napiga shule 15 hapa, naanzia Mudwaine kule Bishop Gatimu Ngandu Girls, naenda kumalizia pande ile ya Nyeri huko juu. And I was all over the place. The following day I would be in Kambiamoto, opening containers at 3 a.m. in the morning, kupigana na wakora wa kusumbua watoto wetu kwa shule. Sasa mimi niko tayari kupigana na watu kama hao, ndio kazi yangu. Mimi niko tayari. Na unajua hiyo kazi nyinyi wananchi ndio mnatoa hiyo kazi. Nyinyi ndio mko na kadi ya kura, nyinyi ndio mko na kipande, nyinyi ndio mtaamuka asubuhi muamue ni nani mnapea hiyo kazi. Sisi wakati ukifika, ninawaahidi mkitupea hiyo kazi mtaona vile nchi itaenda. Because we need to clean our country, we need to restore the faith of government so that people can trust the government again. That serikali ikikwambia kitu, kiongozi wa serikali akikwambia kitu, you can go to sleep and trust what they are telling you. Sio eti wanaambiwa hii tunacheza na wananchi vile tunacheza hivi. Ya mwisho, wananchi nataka kuwaomba hivi. Na mimi namshukuru Deputy President Rigathi Gachagua na Mama Dorcas kwa kutualika. This is very important to me. Wananchi, when there is a problem in a country like we have now, challenges of various kinds, you will be tempted very easily. Kwanza sasa, you know, with the frustrations we have, disappointments, unfulfilled promises, hata viongozi wengine wanaweza kuanza sasa kutukawanya sisi wenyewe. Tuanze kupigana. Hiyo maneno mnasikia tunaambiwa 841 verses I don't know what. Hiyo yote ni style ya kufanya sisi tuanze kupigana. Tusahau shida zetu, badala ya kutumia wakati wetu kutafuta suluhisho kwa hayo maneno yote, tuanze sasa kupigana sisi wenyewe. Watu wanapiga nduru hapa Nyeri wako na shida. Kule Nyamira wako na shida. Kule Taita Taveta wako na shida. Kule Kakamega wako na shida. Sasa ukabila unatusaidia nini? Sisi sote tuko na shida. Basi tunatafuta namna ya kutafuta suluhisho so that our country can be managed better. Na tuko tayari kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo ninawaomba wananchi, msipoteze imani. Don't lose hope in our country. What we are going through is a momentary situation. And let us not be tempted to turn against each other. Mungu atatubariki. We have had some challenges before, but we always rise again. This country is built on resilience. Wakenya ni watu wa kufanya bidii. Wakenya ni watu wanajua vile tunataka kwenda mbele. Don't lose hope. Tukae pamoja, tushikane. Na hao ndugu zetu hapa na dada, tushikane pamoja. Mungu atatusaidia tutafuka hiyo daraja. Na tukivuka hiyo daraja tutaenda mbele. We will fix our challenges. Hizi zote tutatengeneza. So that we fix our education system properly, so that watu wawe na imani kwa elimu yetu. We fix our systems. Hata kama hii ni mambo ya afya, we will find solutions to our challenges together. So that huu muda kidogo tuko na shida hapa na pale, let us not turn against each other.
Hii vile tunaambiwa hii maneno ni kabila hii, ni hawa ndio wanataka kuleta shida, ni kabila hii inataka kuleta shida. Hakuna kabila inataka kuleta shida dunia hii. Makabila ni mawili. Wale sisi ambao tunataka maendeleo kwenda mbele, na kabila ingine ya wale ambao hawataki maendeleo wanatusumbua. Na mimi nafikiri sisi sote tuko kwa kabila moja ile ambayo inataka tuendelee mbele vizuri. Ama namna gani? Mungu na wabariki wananchi and God bless you. Asante, munisaidie tumkaribishe kiongozi wetu, makamu wa rais wa Mwai Kibaki. Ni kwa sababu ya wakati andoi tumuriega netwake na mono, tunafurahi zaidi ndugu yetu Rigiji na Mama Dorcas na wote ma pastors na bishops, my colleagues, and we have really today had it all. Kwa hivyo kwa sababu wakati umeenda mno, sisi tumekuja kusema asante kwa Mwenyezi Mungu na kumuenzi ndugu yetu Rigiji. Kusema kweli, naomba tusimame tumpigie Rigiji makofi kwa sababu yeye ni njamba. Hata yale ameongea hapa imeonyesha kwamba yeye nadhani mahali Ruto hapo anajuta, na wahenga alisema majuto ni mjukuu. Tuketi. Nadhani mlikuwa mmeketi sana. Tumekuja pamoja na dada yetu Martha Karua, our chief guest. Nadhani leo umepatiwa jina ya Maitua Mrima. We are told mlikuwa na kikao na wazee wa kiama na hata sijui kama Njuri Njeke Linturi walikuwepo. Na kwa hivyo ni furaha. Leo Kenya imepata sura mpya. Ni kweli si kweli? Wangapi wanaamini sura kutoka hapa ni ushindi na hakuna kingine, hakuna shetani atadhubutu? Kwa hivyo mimi nadhibitisha kwa roho safi kwamba tutashikamana. Tumeonyesha hapa awali roho ya kushikamana, na mimi nataka niwahakikishieni vile ndugu yangu Fred amesema, msiuzue uoga. Don't even try to bet. Hawa ni viongozi ambao wanajuana. Mheshimiwa Noah Wekesa at 90 years, na Mungu amekupa umri, hatutakusumbua sana. Sisi hapa tutakubaliana at the right time. Yale ambayo tunauliza ni maombi, na tumekuja hapa Wamunyoro leo. And Wamunyoro, the so-called villager, has become the true nationalist, the true patriot. Mama Dorcas, I want to congratulate you and to thank you for standing with this man. Continue to stand with him. And the boys who have shown that family can stay together hata wakati wa shida kubwa kama hii ya impeachment. Yangu ni mawili nikamilishe, ndio mgeni wa heshima achukue usukani. Kesho tutatoa taarifa kusema kama yale yamezungumzwa na Oburu Odinga akiwa kule Migori, kwamba wao wameshikamana kama serikali, wao ni part of blood based. Yaani hii ni muungano umeletwa pamoja na umwagikaji wa damu ya Wakenya, ya watoto wetu, watoto Gen Z. Kwanza, ikiwa hiyo ni hivyo, basi wae wakao upande huo na waachane na sisi tushikamane. Hata nilisahau kuwaleteeni salamu za ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi nilikuwa na yeye jana asubuhi. Wangapi anakubali hizo salamu ya Uhuru Kenyatta? Tumeona kijana mwingine anaitwa Faruk Kibet. We call out Faruk
Kibet. We are calling you out. Tunataka ujaribu ulete huu mjadala kusema Uhuru Kenyatta atanyimwa haki yake ya kikatiba. Bring it on. And we wanted to know, ndugu Rigiji, na mimi nakuenzi na kushukuru kwa msimamo dhabiti, kuonyesha you have a big heart, a forgiving heart, na huo msimamo wa watu wetu kushikamana kama kitu kimoja. Kwa hivyo wamjaribu kuleta, kumshika Uhuru Kenyatta na kuleta dhuluma, because he was the 4th president of the Republic of Kenya. Hakuwa president wa Kibet Farouk. He was a president of the Republic. Mutaona ghadhabu ya nchi nzima. Ya mwisho, muliona tulipigwa picha sisi hapa, na leo picha imeongezeka kumuona ndugu yangu Maina Kamanda, ndugu yangu Kipruto Arap Kirwa, dada yangu Sicily. You are the ones who are not with us that time. Na wengine, who else was not there? I think the rest of us were there. Malala, you missed out, but I really admire your courage. I didn't know you have such a creative mind. Jamaa amejua Malala ni nini. Tunataka vijana wajue hiyo picha isiwasumbue. We are open. Sasa tumefungua mlango. Mtastaajabu wa Kenya wengi hawataki kukaa kwa upande wa Kasongo. Wote wanasema RMG. Ati nini hiyo? Maana yake ni Ruto must. Sema RMG. Arambe. Arambe. Hata nilisema Arambe zamani sana. I like this. Sasa hiyo, and when we say it, it's the freedom of worship, the freedom of association. In the few, vijana watakuwa kusherehekea mwaka moja tangu ya kuchinjwa kama kuku na serikali ambao ilikuwa iwasaidie. We are going to announce a way forward, but we are going to incorporate the youth as well. And I'm sure my brother Rigiji agrees that we are going to do that, so that the future, because we want to bequeath nchi hii kwa vijana majensi. Mungu abariki sana. Asanteni kwa kutukaribisha. Nitoake na mono kabisa. Na mkitaka tuwakaribisheni Seikuru, ama huko Seikuru huko pande. Ni mbali sana kutoka hapa. Pima upite kwa Lenturi, upite mpaka huko kwa Tharaka. Nimeona wa Tharaka hapa. Kuna Tharaka? Tunasalimiana mugeni. Tharaka Kambugi mugeni. Na toana. Na tuunge bai. Asante. Thank you, Excellency. Sasa tunamngojea mgeni wetu wa heshima, Martha Karua. Gatha ito yake anyitithanie rurire ndakada kanyitithanie. Sasa majenzi mpo? Majenzi mpo? Sasa nataka nipatie jenzi moja heshima ya kutualikia mgeni wa heshima Martha Karua, because hawa jenzi ndio dawa ya Kasongo. Hao majenzi ndio watatusaidia. Na tunataka kuambia waandikishe vitambulisho, wachukue kura, ndio watu watatusaidia kutengeneza serikali mpya ambaye inajali maslahi. Tuko na huyu kijana anaitwa Babu. Come and welcome Martha Karua atufungie mkutano. Karibu jenzi. What up, please? Thank you, DJ. Arambe! Arambe! Nikisema one term, unasema unstoppable. Arambe! One term! One term! Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Vice President, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na viongozi wote ambao mko hapa. Watu wa Mlima, kwa majina mimi naitwa Ken Babu, natoka pale Kisumu. Na sisi tuko hapa kusema kwamba it is 1 year since the Gen Zs were shot and killed by this regime of Kenya Kwanza. And until now nothing has happened. Kasongo alisema wakati fulani kwamba wanalainisha mambo na wataleta compensation.
Nataka niwaulize hapo Mlima, si kuna vijana waliwawa huku? Si kuna vijana walishikwa huku? Nyinyi mmepata compensation? Mmepata compensation? Nataka tuambie Kasongo kwamba wewe utakompensate hao familia ama sisi tukupeleke nyumbani alafu hii serikali ifanye compensation. Mko tayari? Nataka niseme hivi la pili. Tumejikakamua kama vijana na tunasema kwamba agenda yetu ni moja. Tutafanya juu chini to register voters na agenda yetu ni moja. Sisi hatuna shida na mtu yoyote. Hatuna shida na wabunge, tuko na shida na jamaa mmoja. Manake wale wabunge wanakuwa influenced na Kasongo, si ndio? Nataka niwaulize kama Justin Muturi alitoka pale kwenye cabinet. Kasongo amebadilisha cabinet mara 4. Kwa hiyo cabinet is the only constant person. Kama unaweza badilisha mabibi mara 4 na wewe mwanaume peke yako, kumaanisha nani ako na shida? Nani ako na shida? Nani ako na shida jamani? Nataka niseme hivi. The youth of this country are committed and are ready to liberate, protect and defend the nation. Na sisi tunasema kama vijana, na tuko hapa wengi. Nataka nialike vijana wote ambao wako hapa, majenzi ambao mko hapa. Tafadhali mkuje. Msiseme jina, mflag tu. Nataka niseme hivi. The Gen Zs of this nation. Sisi tunasema damu ya Rex Masai, damu ya Denzel Omondi, damu ya Eric Shiweni na damu ya vijana 57 ambao wengine walikuwa wa Mlima lazima ikompensetiwe. Nataka niwaulize wa mama, wakati ambapo mtu anabeba mimba, ni nani ubeba mimba? Si mama. Na nani aliua vijana? Ni mzee. Sasa tuambie huyo jamaa kwamba raundi hii 2027 tutampea shughuli hata yeye pia aonje mimba. Manake aliua watoto wa mausio. Kwamba vijana kutoka pande Kisumu kuelekea Mlima kupitia pale Kitui, wake up and register as a voter. The only route to take Kasongo home ni kwa debe, si ndio? At this point, ladies and gentlemen, thank you so much. Nashukuru. Mia mwekuo. Nishigana sia mwana wa kairetu. Sia mwana wa kairetu nishigana. Mwe tayari. Rugama ina iguru. Gatha itu ya ruriri rwa mbere. Rwa keri. Rwa to. Rwa kana. Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Asanti. Murege inyothe. Hamjamboni. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Mama Dorcas Gachagua. Allow me, marafiki zangu nyote, nisiwataje kwa vile masaa yameyoyoma. Excellencies, distinguished guests and distinguished citizens. Tuko hapa leo nikifuatilia ile ziara ya ndugu yangu Rigathi Gachagua kunitembelea kule kwetu Kadhande, Kemunye Village. Na iko msemo ya kwamba urafiki ni kufuatilia, dogo ni makinya. Kwa hivyo leo nimeingia hapa wa Munyoro ndivyo tuendelee kujenga umoja wetu. Lakini nimefika nikiwa na ndugu zangu kutoka Kenya mzima. Na ndivyo hii urafiki tunajenga isiwe ni yetu peke yetu, ni yetu na watu wa Kenya. Wakati tulikuwa kule kwetu, tukasema sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Leo hii ni dalili. Hatujamaliza.
Mlango uko wazi, watu wataendelea kuingia mpaka Kenya yote ijae. Ile kazi iko mbele yetu ni ngumu na ni muhimu, ya kuondoa shida kwa Wakenya. Kama ni mambo ya elimu, watu wako na tabu Kenya nzima. Kama ni mambo ya matibabu, watu wako na shida Kenya yote. Kama ni shida ya security, mara unasikia watu wameuawa, mifugo ikichukuliwa, inafanyika Meru, inafanyika kule Rift Valley, inafanyika kila mahali. Mambo ya watu kuuawa ovyo. Hata mjumbe ameuawa juzi, tuwawapa pole watu wake. Kila watoto wetu wameuawa na sio mara moja, mara kadhaa. 2023 tukifanya demonstration ya Azimio, watu walifariki zaidi ya 70 na kwenda juu. Mwaka uliopita katika protest za Gen Z, watoto wetu wameuliwa bila sababu, na sasa tumegundua walikuwa wakiuliwa kimakusudi, sio bahati mbaya. Na huyu William Ruto anaenda kushika wale majournalist wamehusika na hiyo sinema, badala ya kushika wale maofisa wameonekana wakiem na kushoot watu bila sababu yoyote. Tukitaka kuondoa hiyo shida Kenya, lazima tuungane. We must unite to liberate. We must unite to liberate. Nikisema unite, munajibu liberate. Unite, unite. Kwa Kiswahili, ungana, komboa. Ungana, ungana, tujikomboe kama Wakenya. Na tunajikomboa ndivyo tuwe na serikali inasimama kwa msimamo wa kisheria, inafuatilia sheria, inalinda haki za kila Mkenya bila kubangua. Sisi tunasema ya kwamba safari hii, unity of purpose in order to remove the pain from Kenyans. Nataka kushukuru ndugu yangu His Excellency Rigathi Gachagua na Mama Dorcas na nyumba yao kwa ukarimu wao. Tukasema tutakuja tukiwa wengi, wakasema kujeni. Na sasa nimeona hata kijiji yote ya Wamunyoro, Mount Kenya yote na Kenya yote iliingia hapa leo. Mimi nawashukuru, nashukuru hawa ndugu zangu. Wakati niliwaambia kujeni twende tukatembelee ndugu yetu kule Wamunyoro, hakuna alikataa. Fred Matiang'i ametoka Kisii leo akiwa na shughuli zingine na amejikaza na ameweza kufika hapa. Asanteni sana. Tunataka kuhakikishia Wakenya, mkituona hapa, tuko na nia ya kuungana na kukaa kama kitu moja mpaka uchaguzi uje na Kenya ipate mwamko mpya. Ni kweli wengi wetu tumetangaza kila mtu angependa kuwa rais. Hata mimi nilitangaza hivyo. Lakini zote tunajua, na mimi najua, Kenya ni kubwa kuniliko. Ni afadhali ndoto zetu zizimwe na Kenya iweze kufanya nini? Kuendelea mbele. Twaweza kuwa watu wanajichukia na wanachukia nchi yao, tukiwacha huyu mtu ametaabisha Kenya yetu, anaitwa Kasongo Kaongo, aendelee. Lazima tuungane tuweze kumtoa. Umesikia Kalonzo na Eugene wakisema juu ya tume ya uchaguzi. William Ruto ni mtu ambaye anaamini udanganyifu na njia za mbadia. Tunajua mipango yake, anapanga wizi wa kura. Lakini hatutamruhusu. Tukiungana kama Wakenya, kura ziwe kama mafuriko, atajaribu lakini hatafanya nini? Mko tayari Wakenya? Najua mnatuambia ati viongozi ni wale wale, msitu ni ule ule na nyani ni zile.
Mimi nataka kuwaambia ni kweli hiyo, lakini wananchi ni wale wale, au wananchi wamefika kutoka nchi jirani? Wananchi ni wale wale, viongozi ni wale wale. Sote tumekosea, tukae chini tuone ni wapi tulikosea, turekebishe. Sababu hata mpigaji kura amepigia kura watu wako na dosari, akijua ni watu wako na dosari, lakini akifikiria kesho watabadilika. Safari hii tutasikilizana, tutazungumza, ndivyo tusifanye makosa mara ya pili. Tumekubaliana? Na waomba, huyu Kasongo hatosheki na umwagikaji wa damu na uporaji. Ameendelea kupora ardhi na kufurusha wenyewe. Kule Dabibi hapa Naivasha amechukua shamba la wanyonge. Mambo iko kotini, shamba inalindwa na GSU. Wananchi wanapigwa na kuvunjavunjwa. Kule Kilgoris amevamia kuua watu wakijaribu kuwapokonya shamba lao. Na bado sikule Maboko ilifanyika. Land grabbing inafanyika kila sehemu ya Kenya. Nairobi, Mombasa, huko Kilgoris, Rift Valley, kila mahali. Mimi nawaomba, mkitaka tumalize unyanyasaji wa haki za Wanakenya, tuungane sote, viongozi na wananchi, tuweke Kaongo nje. Kenya yote tuungane, na ndivyo kwa sauti moja tuweze kusema enough is enough. Tunataka mwamko mpya. Mimi nataka kuomba radhi, nikiangalia pande hii naona aspirants wa chama ya PLP wengine wamesimama. Simameni tu mfunge mikono. Pande hii iko wengine, iko wengi, lakini leo tulizima. Najua mko hapa, hatukuweza kuwaonyesha, lakini tutakuwa na mpango tukiwa na mkutano mwingine. Nataka mjue ya kwamba namfikiria, lakini masaa imeyoyoma. Nilikuwa nimefikiria ni mimi nitawaita nyote wakati wangu wa kusimama kuongea. Watu wa Kirinyaga pia sikuwaita mjionyeshe hapa. Wazee wa Kikuyu Council of Elders ambao walinisindikisha wakaja kuungana na wazee wa Kiama. Hao wote tunawaona, tunawasalute kwa sababu ya kuja kushikamana, na ndivyo tuweze kuwa na hii sherehe. Tutaungana wazee wa mlima yote, wazee wa Kenya yote, sababu hata kule Ukambani, kule Uluhiani, kila mahali iko wazee wale wanashikilia. Mimi ningewauliza mtusaidie tuendelee kusungumuza na kushikamana. Na msiwe na hofu wananchi. We will not let you down. Na hii unity sio ya kutuma William Ruto Sugoi akafuge kuku zake na ng'ombe zake. Hii ni ya kuleta mabadiliko ya kudumu, na ndivyo Kenya iweze kusimama. Nikimalizia, Wakenya wote
Kama huoni mtu unajua hapa, ujue mlango uko wazi. Kila mmoja amefunguliwa. Watu wa nia njema waingie kwa hii hema tuweze kukomboa Kenya tukiwa pamoja. Unite, liberate. Unite. Unite. Bila kuwa pamoja, kushikamana, hatuwezi kamiliza kazi. Kwa Kikuyu tunasema kiara kimwe gitiuraga nda ngugana gigisugu. Yani kidole moja haiwezi kuua nini? Funza. Kwa hivyo tushikamane zote tuweze kukomboa Kenya kutoka kwa minyororo ya wale wanatunyanyaza wakiongozwa na Kaongo. Asanteni, mbarikiwe sana. Haya, tunataka tupate wimbo wa taifa ili tumalize. Wimbo wa taifa, maombi, ndio tumalize. Haya, Bishop njoo utusaidie. Bishop Raphael tafadhali.